Wapendwa, unapomwacha Mungu, unapokosa kuisikia sauti ya Mungu, Mungu anakuacha. Na Mungu anapokuacha, agano lake linakuondoka. Na Mungu anapokuacha, uwepo wake unakuondoka. Na Mungu anapokuacha, ulinzi wake unakuondoka. You remain exposed mikononi mwa yule adui. Unabaki mikononi mwa yule adui. Lakini shukuru Mungu kwamba nywele za Samsoni zilifanya nini? Zilianza kuota. Kanisa, kubali niseme, kuna wakati mwingine tunapokataa sauti ya Mungu, tunakuwa kituko mbele za macho ya watu. Tunapomkataa Mungu, Samsoni alipoenda kinyume na sauti ya Mungu, alipokosa kuisikia sauti ya Mungu, Samsoni analetwa ili acheze, watu wafurahie, ili acheze, maadui washerekee, ili afanye vituko, maadui washangilie mbele zao, aliyekuwa mnadhiri wa Mungu. Kanisa, Mungu ameliinua kanisa la Waadventista wa Sabato. Mungu ameinua kanisa hili ili kuwa taa na nuru kwa ulimwengu. Lakini tunapoiasi sauti ya Mungu, sisi ndio tunaochukuliwa na maadui zetu, kwamba eli tufanye sherehe, tufanye michezo ya kuigiza, maadui zetu wakishangilia. Kwa nini? Tumemuasi Mungu, tumemwacha Mungu. Na tunapomwacha Mungu, hakika yake ni kuangamia. Samson, mnadhiri wa Mungu, unadhiri umeisha, ukombozi umeisha. Sasa analetwa au entertainer kwa maadui zake. Naomba Mungu afanye agano na wewe mchana wa leo. Naomba Mungu arekebishe agano uliloliharibu. Mungu akubali kushuka mchana wa leo katika makambi haya. Pale ambapo sauti hizi zinafika, Mungu akubali kushuka ndani ya mioyo yetu ili arekebishe agano letu pamoja naye, ili kila ambacho alikusudia tuweze kukifanya, tukifanye, maana Mungu amerekebisha agano la. Get the point. Take a step forward. Rais wetu wa kanisa katika eneo hili, mchungaji wetu wa mtaa, wazee wa makanisa yetu yote, kamati andalizi ya makambi ya mwaka huu, washiriki wote wa makanisa mawili ambao yanafanya makambi haya, mtaa wote ambao umekuja na wale ambao wametoka nje ya mtaa wetu, viongozi wetu wa maidara mbalimbali katika station na hata conference yetu, wageni ambao tumejumuika ambao sio Waadventista, majirani wanaotuzunguka na wote ambao tuko hapa na timu ya wageni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mvua inataka kuja, lakini Mungu atafanya yale ambayo anaona yafanyike. Kubali niseme hili kabla niingie kwa huduma, kwamba rais wetu wa kanisa angekuwa kwangu, angekuwa mshirika wa kanisa la Kohego, na hata hivyo ni mshirika katika eneo lile anapokuja kule maeneo ya Kuria. Pastor, we are so happy to have you as our members and to have you as our president in this great conference of South Kenya. Basi kubali niseme la pili. Wase wetu wa makanisa, kubali niombe hili na washiriki wote, kwamba dalili zinaashiria, dalili zinaonyesha kwamba 2026 na 2027 katika taifa letu mambo hayaendi vizuri. Na kwa sababu hiyo, kama kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa ambalo Mungu ameliita kwa kusudi maalum, tusije tukafanya makosa ya kujihusisha kwa mambo ambayo mwisho wa siku yatalitukana kanisa, mwisho wa siku yatasababisha jina la Mungu wetu litukanwe. Tusije tukafanya makosa ya kujihusisha kwa mambo ambayo mwisho wa siku yatakosa kumpatia Mungu wetu sifa. Wase wangapi wamesikia jambo hilo? Asimaja asiutaalikwa, asimaja asiutaitwa, asimaja asiutajipeleka wewe mwenyewe. Kujipeleka kwako, don't forget your identity. You are not just an ordinary citizen in this Republic of Kenya. Wewe ni mwana Kenya, wewe ni Mwadventista Msabato. Usisahau identity yako kwamba wewe ni Msabato. It depends
uongozi wa kanisa na kanisa nzima, unapoona mambo, matukio mabaya, na Wasabato tunakuwa attached kwa matukio ya namna hiyo. Haileti shangwe kwa Mungu, haileti shangwe kwa kanisa, haileti tofauti kwamba sisi ni tofauti na wengine katika ulimwengu huu. Na kwa sababu hiyo, naomba kwamba wazee wenzangu, akina mama, vijana wetu, tusite tukatumika vibaya. Tuangalie kwamba Mungu atutumie kwa kila jambo kwa utukufu wa jina lake. Amen. Sababu kiongozi wetu ameomba, tunahitaji kuingia kwa somo la siku ya leo. Kwa wale ambao tumekuwa pamoja nao kwa muda wa wiki nzima, tunahitaji kumshukuru Mungu jinsi ambavyo Mungu amezungumza pamoja nasi. Mungu wetu amekubali kututendea mambo makubwa katika makambi haya, na kwa sababu hiyo sifa na utukufu simurudie milele. Na kwa siku ya leo niombe kusema jambo moja, kwamba maisha ni uchaguzi, maisha ni maamuzi. Kila unapoamka, maisha yanahitaji ufanye maamuzi. Katikati ya wiki na mwanzo wa masomo yetu tukasema maisha ni maamuzi. Unapoamka asubuhi, unafanya maamuzi katikati ya nguo zako ulizo nazo. Utafaa nguo gani? You make a choice. Unafanya maamuzi, ni nguo gani ya kufaa. Unafanya maamuzi, ni chakula kipi ambacho utaleta mesani kama breakfast. Unafanya maamuzi, watoto wako wanaoenda shule wataenda shule gani. Unafanya maamuzi, ni kosi gani anaenda kuchukua. Unafanya maamuzi, ni kikundi gani ambacho utajihusisha nacho mwisho wa siku na katika maisha yako. Unafanya maamuzi, ni nini useme, ni nini usiseme. Unafanya maamuzi, na kwa sababu hiyo maisha ni maamuzi. Ndio sababu katika mada yetu ya makambi mwaka huu wa 26 tukapewa jambo linalosema, iwapo tutatii sauti ya Mungu, basi tutakula mema ya nchi, na iwapo tutakataa na kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, tukose kutii sauti yake, kinywa cha Mungu kinasema hakika yake tutaangamizwa. Kwa kutii tutaishi, na kwa kutotii tutaangamia. Inabaki sisi wenyewe tufanye maamuzi. Tukaangalia jinsi ambavyo Adam, kwa maamuzi na uchaguzi wake mbaya, wanadamu wote tuko hapa tulipo kwa sababu ya maamuzi ambao wazazi wetu walichukua. Katikati tukazungumza maneno mengi ambayo sitahitaji kuyarudia. Naomba tuingie sasa kwa somo la siku ya leo moja kwa moja. Waamuzi 16. Kitabu ni Waamuzi 16. Mstari wake ni wa 22. Waamuzi 16 mstari wake wa 22. Naomba tusome. Inasema wakati huo nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa. Naomba ugeukie mwenzako. Geukia mwenzako, mwambie na kuombea nywele zako ziote tena. Na kuombea nywele zako ziote tena. Na kuombea nywele zako wote ambao tuko hapa ziote mara nyingine tena. Jana tukaweka msingi kwa somo ambalo tunaendeleza na kulikamilisha kwa siku ya leo, kwamba maishani Israeli walipokuwa wanaenda kinyume na Mungu wao, Mungu alikuwa anawaachilia. Mungu anawaacha wanateseka, maana wameenda kinyume na sauti ya Mungu, maana wamekataa kutii sauti ya Mungu. Mungu alikuwa anawaacha wanapiwa mpaka pale ambapo watakubali kuisikia sauti ya Mungu, wamrudie. Tukasoma Waamuzi Churches 13:1 kwamba Israeli mara nyingine tena wakafanya maovu mbele za Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu akawaacha mikononi ya Wafilisti kwa miaka mingapi? Kwa miaka 40. Israeli wakateswa, Israeli wakapiwa, Israeli wanalima chakula, Wafilisti wanachukua, maana Mungu amewaacha. Lakini Mungu, jana tukasema,
Unapoenda hatua 1000 kutoka kwa Mungu, unapogeuka hatua moja unakutana naye, maana siku zote anatufuatilia. Hata katika shamba la Edeni, baada ya Adam kumwasi Mungu na kujificha, Mungu alienda kumtafuta. Mungu alifika bustanini, akaita Adam, Adam, uko wapi? Mungu anatutafuta. Na kwa sababu hiyo jana tukazungumzia kwamba Mungu akamwandaa, Mungu akaandaa familia moja ambayo ilikuwa tasa. Waandishi wanasema kati ya miaka 20 na 25, ili aweze kuwapa mtoto ambaye sio sawa na watoto wengine, mtoto wa kipekee, mtoto ambaye atakuwa mnadhiri wa Bwana, mtoto ambaye atawakomboa Waisraeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Lakini Samsoni sawa na sisi, na yeye akaikataa sauti ya Mungu. Samsoni akaikataa sauti ya Mungu. Ndio sababu fungu letu linasema mstari wa 21 Isaya 1:20 inasema namna gani? Isaya 1:20 fungu letu kuu inasema lakini kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Asante. Masharti yaliyopewa wazazi wa Samsoni, Manoa na mkewe, masharti waliopewa na malaika wa Mungu, masharti ambao wazazi wa Samsoni walipatia Samsoni. Samsoni akaacha maagizo hayo, Samsoni akaacha ushauri huo, Samsoni akusikia sauti ya malaika, Samsoni akaenda kinyume na sauti ya Mungu, Samsoni akaenda kinyume na maagizo ya wazazi wake. Na kwa sababu hiyo jana tukafikia pale ambapo Biblia inasema kwa kuasi na kukataa hakika yake tutauawa. Tukafikia pale ambapo Samson kwa kuikataa sauti ya Mungu, nini kilimpata Samsoni? Akatolewa macho. Samson akang'olewa macho. Ni nini kilifikia mpaka Samson ang'olewe macho? Maana alioa nani? Jasusi. Alioa jasusi aliyekuja sio kwa sababu amempenda, aliyekuja kutafuta siri ya nguvu za Samsoni. Na kwa sababu hiyo, kwa kumpembeleza mwisho Samsoni, Biblia ikasema akafungua moyo wake, akafungua roho yake, akamwambia jasusi, nguvu zake ziko wapi? Nguvu za Samsoni zilikuwa wapi? Tuliona jana, kwa nywele zake. Na kwa sababu hiyo Samsoni akamwambia yule jasusi, Delila aliyekuja kama jasusi, Samsoni akafungua moyo wake, akamwambia Delila, ninakupenda, ndio sababu nikakuchukua kutoka kule kwenu nikakuleta uwe mke wangu. Tangu nisaliwe Delila sijawahi nyolewa, wembe hujawahi pita kwa kichwa changu. Nataka nikuambie, iwapo nitanyolewa nywele zangu, nitakuwa kama mtu mwingine yeyote yule, nitakuwa kama mtu wa kawaida. Na kwa sababu hiyo jana tukaona hatari iliyopo kujipata wapi? Katika miguu ya nani? Ya mwanamke. Samsoni akalazwa katika miguu ya mwanamke. Ndipo Delila jasusi akaita watu wa Filisti, akawaambia, sasa hapa tumefika, tumempata. Kuja. Wakaja wakamnyoa Samsoni. Samsoni akafikiria kwamba nitaamuka kama siku zingine. Biblia ikasema nitajitikisa na mambo yataenda sawa. Samsoni akujua jambo moja, kwamba Mungu amefanya nini? Mungu amemwacha. Samsoni anapoachwa na Mungu, Wafilisti wakamchukua Samsoni, Wafilisti wakamng'oa macho Samsoni. Wafilisti wakaanza kusherekea, wakifanya ibada na kafara kwa miungu yao inayoitwa Dagon, maana wamempata adui yao na yuko mbele zao. Wakamweka
vifungo ili Samsoni asitoroke. Lakini kumbuka, Mungu ni wa huruma siku zote. Mungu wetu ni wa huruma siku zote. Samsoni alipokamatwa na kunyolewa nywele zake, pamoja na kwamba alimuasi Mungu hakumwacha Samsoni. Amen. Mungu alikuwa anamfuatilia Samsoni. Mungu alikuwa anajiuliza, Samsoni, wewe sio mtu wa kawaida. Samsoni, wewe ni mnadhiri wangu. Samsoni, wewe ndio ungekomboa Waisraeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Samsoni, umefanyaje? Ndipo Samsoni akakumbuka Mungu. Ndipo Samsoni akageukia Mungu. Ndipo akaomba ombi moja linalopatikana 16:28 kitabu cha Waamuzi. Ndipo akaomba ombi hili. Ndipo Samsoni akamuomba Bwana. Ndipo Samsoni akamuomba Bwana, akasema, Bwana Mwenyezi, unikumbuke. Mungu, ninakusihi unitie nguvu mara moja tena. Asante. Samsoni akaomba Mungu, akamwambia Mungu, ninakusihi, nimeona pale ambapo niliangukia, nimeona pale ambapo niliotea, nimeona pale ambapo nilikosea. Mungu, naomba unitie nguvu mara moja tena. Baada ya Samsoni kuomba ombi hili, Mungu akafanya jambo. Mungu akaanza kuotesha nywele zake Samsoni tena. Hiyo mjapata? Amen. Hiyo mjaipata? Nywele za Samsoni zikaanza kufanya nini? Zikaanza kuota tena, zikaanza kumea tena. Ni siri gani ilikuwa kwa nywele za Samsoni? Hapa ndipo Mungu aliweka agano lake kwa nywele zake. Hapa ndipo Mungu alifanya agano pamoja na Samsoni. Hapa ndipo uwepo wa Mungu ulikuwa. Hapa ndipo Roho wa Mungu alikuwa amekaa. Hapa ndipo Mungu mwenyewe alikuwa amesimama kama mkombozi wa taifa la watu wake Israeli katika nywele zake. Lakini kumbuka, jana tukafikia nywele za Samsoni zikafanya nini? Zikang'olewa. Samsoni akanyolewa. Lakini shukuru Mungu, leo nywele za Samsoni zimeanza kufanya nini? Kuota tena. Wapendwa, unapomwacha Mungu, unapokosa kuisikia sauti ya Mungu, Mungu anakuacha. Na Mungu anapokuacha, agano lake linakuondoka. Na Mungu anapokuacha, uwepo wake unakuondoka. Na Mungu anapokuacha, ulinzi wake unakuondoka. You remain exposed mikononi mwa yule adui. Unabaki mikononi mwa yule adui. Lakini shukuru Mungu kwamba nywele za Samsoni zilifanya nini? Zilianza kuota. Nywele za Samsoni zilianza kuota. Na zinaota baada ya Samsoni kugundua ni wapi alipoangukia, kugundua makosa aliyoyafanya, kugundua kwamba aliacha kuitii sauti ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu akamwacha aangamie kwa kung'olewa macho. Tunapokosa kutii na kuiasi sauti ya Mungu, hakika yake tutaangamia. Kanisa, kubali niseme, kwa kutii sauti ya Mungu tutafanya nini? Tutaishi. Lakini kwa kuiasi sauti ya Mungu, nini kinakuja? Ni mauaji, tunaangamia. Samsoni kwa wakati mmoja anaiasi sauti ya Mungu, na kwa sababu hiyo Samsoni anajipata katika hali mbaya, hali ya kung'olewa macho. Shukuru Mungu kwamba nywele za Samsoni zimeanza kufanya nini? Kuomea tena, zimeanza kuota tena. Nywele zake zilipoanza kuota, ni kwa nini Mungu huyu kwa nini tena alianza kuotesha nywele za Samsoni? Yeremia 33 fungu la 3 na fungu lake la 7. Yeremia 33:3 linasema, Niite nami nitakuitikia, na kukuambia mambo makubwa na yasiyochunguzika usiyoyajua. Mstari wa 7 inasema,
nitawarudisha Yuda na Israeli, nitawarudisha Yuda na Israeli kutoka nchi ya kutekwa kwao na kuwajenga tena kama walivyokuwa hapo awali. Baada ya Samsoni kumuita Mungu, baada ya Samsoni kuona ni wapi aliangukia, Mungu anahitaji kumrekebisha, amrudishe vile alivyokuwa awali. Samsoni alikuwa namna gani? 1, alikuwa na nywele. 2, alikuwa na agano la Mungu. 3, Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Samsoni kumwezesha kufanya mambo makubwa. Jana tukasema nataka uone Roho wa Mungu anapokuwa ndani ya mtu, mambo ambayo anamwezesha kuyafanya. Jana tukasema Samsoni, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, alikuwa na uwezo wa kukusanya vitu gani? Mbweha ngapi? 300, na akafunga wawili. Anafunga mbweha wawili, anawaambia ngojea hapa. Anafunga, simama hapa. Mpaka wote 150 pairs. Kisha akawaambia mbweha, sasa sikilizeni, kimbia mpaka wapi? Mpaka shamba la ngano ya Wafilisti. Teketesa yote, angamiza yote. Mwisho sijui mbweha walimalizia wapi baada ya kuteketesa. Roho wa Mungu akarudi tena katika maisha ya Samsoni. Nywele zake zikaanza kuota. Ni baada ya nywele za Samsoni kuota, Mungu akamsaidia kuyafanya mambo ambayo Samsoni akufanya katika maisha yake ya nyuma. Nywele zake zilipoota, Mungu akampa nguvu kuyafanya mambo ambayo Samsoni akuyafanya kutoka nyuma. Naomba tuteremke kusoma kuendelea mstari wa 23 pale ambapo tulikuwa. Waamuzi 16. Soma. Waamuzi 16. Anza 23. Fungo lake la 23. Tuende haraka. Inasema, basi viongozi wa Wafilisti wakakusanyika pamoja ili kutoa kafara kwa mungu wao Dagoni. Wakakusanyika ni baada ya kumpata Samsoni, ni baada ya kumshika Samsoni na kumweka pingu. Wakaanza kusherekea kwamba finally adui wetu tumempata. Wakarudi kushukuru miungu inayoitwa Dagon kwamba imewawezesha kumkamata adui wao. Soma. Na kufanya karamu. Ndio. Wakasema Mungu wetu amemtia adui yetu Samsoni. Mungu wao Dagon eti amemtia Samsoni adui wao mikononi mwao. Watu walipomwona Samsoni wakamsifu Mungu wao anayeitwa Dagon. Wakasema sasa Mungu wetu amemtia adui yetu mikononi mwetu, yule aliyeharibu nchi yetu na kuua watu wetu wengi miongoni mwetu. Mioyo yao ikawa inafurahishwa. Wakasema leteni Samsoni Samsoni aletwe. Naomba usikilize, anayeletwa kujesa mbele ya miungu ya Wafilisti, anayeletwa kujesa mbele ya watawala na wakuu wa nchi ya Filisti, maadui za Mungu ni nani? Ni Samsoni, aliyekuwa nani? Mnadhiri wa Bwana, aliyesaliwa awe mkombozi wa taifa la Israeli. Kanisa, kubali niseme, kuna wakati mwingine tunapokataa sauti ya Mungu tunakuwa kituko mbele za macho ya watu. Tunapomkataa Mungu, Samsoni alipoenda kinyume na sauti ya Mungu, alipokosa kuisikia sauti ya Mungu, Samsoni analetwa ili acheze, watu wafurahie, ili acheze, maadui washerekee, ili afanye vituko, maadui washangilie mbele zao, aliyekuwa mnadhiri wa Mungu. Kanisa, Mungu ameliinua kanisa la Waadventista wa Sabato. Mungu ameinua kanisa hili ili kuwa taa na nuru kwa ulimwengu, lakini tunapoiasi sauti ya Mungu, sisi ndio tunaochukuliwa na maadui zetu kwamba eli tufanye sherehe, tufanye michezo ya kuigiza, maadui zetu wakishangilia.
Kwa nini? Tumemwasi Mungu, tumemwacha Mungu, na tunapomwacha Mungu hakika yake ni kuangamia. Samson, mnadhiri wa Mungu, unadhiri umeisha, ukombozi umeisha, sasa analetwa au entertainer kwa maadui zake. Samson analetwa so as to entertain Wafilisti na wakuu wake. Kwa nini? Alikataa sauti ya Mungu. Jambo la kwanza, Mungu anapokuita anakuwekea mipaka ya kufanya mambo yako. Naomba jambo hili lituingie. Mungu anapokuita mpendwa, anaweka mipaka. Ndio sababu akamwambia mama yake Samsoni kwamba mama, baada ya miaka mingi kuwa tasa utachukua mimba, na utakapochukua mimba usinywe, usile kileo chochote. Akaweka mipaka. Hapa tulipo hatujaachiliwa kuishi tunavyopenda. Mungu ameweka mipaka ya kufanya mambo yetu ndani ya mipaka ya Mungu. Ili tuishi, ni lazima tuishi ndani ya mipaka ambayo Mungu ametuwekea. Tutakapoasi mipaka ya Mungu, tutakapoenda nje ya mipaka, hatari iliyompata Samsoni inatukondolea macho. Bila shaka na sisi itatupata. Jambo la pili, Mungu anapoweka agano na watu wake, Mungu anapoweka agano na wewe baba, Mungu anapoweka agano na wewe mama, Mungu anapoweka agano na wewe kijana, anahitaji ukomboe familia yako, anahitaji ukomboe kijiji chako, anahitaji ulikomboe kanisa, anahitaji ukomboe taifa, maana ameweka agano. Aliweka agano kwa Samsoni ili akomboe taifa la Israeli. Kuna familia nyingi ambazo tumepoteza agano la Mungu, maana vijana ambao Mungu alihitaji aweke agano na wao ili waiokoe familia, wameharibu agano la Mungu katika maisha yao. Kuna wazee ambao Mungu alifanya agano na wao ili waokoe familia, ili waokoe kanisa, waokoe taifa. Wameacha agano, wameharibu agano, familia inaangamia, kanisa linateseka, kijiji kinaomboleza, maana yule wa agano ameyasi sauti ya Mungu, na Mungu ametoa agano lake katika maisha yake. Wapendwa, tunapomulilia Mungu, tunapomuita Mungu katika shida zetu, katika mateso yetu, Mungu hushuka na kutuokoa. Zaburi 18 mstari wake wa 6. Zaburi 18 mstari wake wa 6. Mstari wake wa 6 inasema, ndio, katika shida yangu nalimuita Bwana, nilimulilia Mungu wangu anisaidie. Kutoka hekaluni mwake alisikia sauti yangu, kilio changu kikafika mbele yake. Asante. Samson akiwa katika dhiki kubwa, Samson akiwa amenyolewa nywele zake, Samson akiwa ameliasi agano la Mungu, katika dhiki zake, katika shida zake, Biblia inasema akamgeukia Mungu, akamulilia Mungu, na Mungu kutoka hekaluni mwake akamsikia Samsoni. Na alipomsikia Samsoni, Mungu akaanza kulirekebisha na kulitengeneza agano lake na Samsoni kwa kusababisha aoteshe nywele za Samsoni. Mungu akaanza kufanya agano tena upya na Samsoni. Naomba Mungu afanye agano na wewe mchana wa leo. Naomba Mungu arekebishe agano uliloliharibu. Mungu akubali kushuka mchana wa leo katika makambi haya, pale ambapo sauti hizi zinafika. Mungu akubali kushuka ndani ya mioyo yetu ili arekebishe agano letu pamoja naye, ili kila ambacho alikusudia tuweze kukifanya tukifanye, maana Mungu amerekebisha agano lake na sisi, maana tumemrudia Mungu. Tuko tayari sasa kuitii sauti yake ili tuishi. 116 Zaburi mstari wake wa 4. 116 mstari wake wa 4. Zaburi 116 mstari wake wa 4. Ndipo nikalitia jina la Bwana, Bwana niokoe. Ndipo nikaliitia jina la Bwana. Samsoni
alipoona amekuwa kituko machoni mwa maadui zake, katika hali hiyo akamuita Bwana, na Bwana akamuokoa, na nywele zake zikaanza kuota tena. Na zilipoanza kuota, naomba usikie kitu ambacho Mungu alimsaidia kukifanya. Mstari wake wa 27, Churches 16. Mstari wa 27, naomba tuingie hapo kwa haraka. 27 nayo inasema basi lile jengo lilikuwa na wingi wa watu. Lile jengo pale ambapo ukumbi ambao walimleta Samsoni ili acheze wafurahie, ndani ya jengo hilo ambalo lilikuwa mpaka na ghorofa, watu walikuwa wengi, watu walikuwa wamejaa ndani ya jengo hilo, waume na wake, wote hao walikuwepo. Viongozi wote wa Wafilisti walikuwepo. Ndio. Na kwenye sakafu ya juu walikuwepo watu 1000. Gorofani walikuwepo watu 3000, waume kwa wake. Ndio. Waliokuwa wanamtazama Samsoni wakati anacheza wanafurahia. Ndipo Samsoni akamwomba Bwana, akasema, Bwana, Bwana Mwenyezi, unikumbuke. Mungu, nakusihi ukanitie nguvu mara moja tena, twende, ili kwa tendo hili nipate kulipa kisasi kwa ajili ya macho yangu mawili. Asante. Samson, shikilia hapo, weka kidole hapo. Samson amekamatwa. Samson ameletwa mbele za watu wengi na wakuu wa Wafilisti ili acheze wafurahie. Ndipo Samsoni akawa amekumbuka ni wapi alikosea, akawa amekumbuka ni wapi alikosa kuisikia sauti ya Mungu. Ndipo akamwambia Mungu, Mungu, nimeona pale ambapo nimekosea, naomba unipe nguvu. Mara ngapi? Mara moja tena, mara moja tu, naomba unikumbuke. Ndipo Mungu akamkumbuka mara nyingine tena, nywele za Samsoni zikaanza kuota. Samsoni akafanya jambo gani? Soma. Ndipo Samsoni akasikaribia zile nguzo mbili za katikati. Ndipo Samsoni akakaribia nyumba hiyo ambayo ilikuwa ya chini na ya ghorofa, akakaribia katika nguzo mbili zilizokuwa zimeshikilia jengo hilo, ambazo lile jengo lilikuwa linazitegemea. Akashika moja kwa mkono wa kuume, akashika moja katika mkono wake wa kuume, nyingine mkono wa kushoto, nyingine katika mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, nife pamoja na Wafilisti. Ndipo akasisukuma zile nguzo. Ndipo Samsoni, maana nywele zake zimeota tena, Roho wa Mungu ameshuka juu yake. Mungu amerekebisha agano pamoja naye, amemtia nguvu kama zile za awali. Samsoni akasukuma zile nguzo mbili, halafu lile jengo likaanguka, lile jengo likashuka lote chini ya viongozi na watu wote walikuwemo mule ndani yake. Hivyo akawaua watu wengi wakati wa kufa kwake kuliko siku za uhai. Mungu aliposhuka na kutengeneza agano mara nyingine na Samsoni, Samsoni akafanya mambo makubwa kuliko aliyoyafanya mara ya kwanza, kuliko aliyoyafanya awali, maana Mungu alirekebisha agano pamoja na Samsoni. Naomba mchana wa leo Mungu arekebisha agano pamoja na wewe, ili kuanzia sasa na kuendelea katika safari yako ya imani, katika Ukristo wako, ufanye mambo makubwa kuliko vile umefanya kwa siku ambazo zimepita. Mungu arekebisha agano pamoja na wewe. Mungu asababishe nywele zako ambazo muovu ameng'oa, nywele zako ambazo ibilisi amekata, siweze kuota tena. Amina. Shetani anapokunyoa nywele, kumbuka kile ambacho atafanya ni kukung'oa macho. Na anapokutoa macho hauna njia nyingine. Lakini wapendwa, shukuru Mungu kwamba Mungu wako wetu, ijapo tumemuasi, ijapo tumemkataa, tunapomrudia tena yuko tayari kuturejeshea maisha yetu jinsi yalivyokuwa hapo awali. Tangu ulipoanza ubatizo,
tangu ulipobatizwa na ukaanza safari ya imani, nguvu ulizokuwa nazo, moyo uliokuwa nao wa kumtumikia Mungu, katikati hapa muovu amekuweka kifungoni, amenyoa nywele zako, ndio uoni maana ya kumtumikia Mungu. Ndio sababu na kuombea mchana wa leo, zile nywele ambazo muovu alikunyoa kiasi kwamba hauoni acha ya kumtumikia Mungu, uoni sababu ya kuja mbele za Mungu na kumsujudia Mungu, asababishe siweze kuota tena mchana wa leo, ili umtumikie ulivyomtumikia hapo awali. Jambo la tatu, Mungu anapofanya agano pamoja na wewe, unapokubali kuitii sauti ya Mungu, hautaogopa chochote, hautaogopa hata kifo, maana maisha yako umeyaficha ndani ya Kristo Yesu. Samsoni akasema, kwa sababu Mungu amenisikia, kwa sababu Mungu ameotesha nywele zangu tena, maana Mungu amefanya agano na mimi tena, maana nimekubali kuitii sauti ya Mungu, sasa sitaogopa kifo, wacha nikufe pamoja na watu hawa, maana maisha yangu nimeyaficha ndani ya Kristo Yesu. It doesn't matter ni kifo cha aina gani utakufa, kama maisha yako umeyaweka ndani ya Kristo, unaheri wewe, maana mbingu itasherekea, maana umetunzwa kwa ajili ya uzima wa milele. Samsoni alipotiwa nguvu na Mungu, Samsoni nywele zake zilipomea tena, Samsoni aliporekebisha agano lake na Mungu, Samsoni alipokubali kutii sauti ya Mungu, Mungu akamwezesha kufanya mambo makubwa kuliko yale aliyoyafanya katika maisha yake ya awali. Mchana wa leo na kuombea nywele zako zote. Mchana wa leo na kuombea Mungu aweke agano pamoja na wewe. Mchana wa leo na kuombea Mungu ashuke katika maisha yako, ili akurejeshe imani yako uliokuwa nayo mara ya kwanza. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Imani ile uliokuwa nayo, unaposikia wito kwamba Mungu anaita, uko tayari kuitikia. Ni ombi langu mchana wa leo kwamba Mungu akurejeshe katika ile amani ya awali. Mungu akurejeshe masikio ya kusikia kila anapoita, ili tuwe tayari kutii sauti yake, tuishi milele na hata milele. Wote waliokataa sauti ya Mungu waliangamia. Wote waliokataa sauti ya Mungu, Mungu alitoa ulinzi wake, Mungu alitoa mkono wake, Mungu alikatisha agano lake na wao wakaangamia. Lakini wote walioisikia sauti ya Mungu, wote walioisikia sauti ya Mungu waliishi na kula mema ya nchi, maana Mungu alikuwa pamoja na wao. Waibrania 10:37 tunapomaliza. Waibrania 10:37 tunapomaliza. Waibrania 10:37. Fungo la 37 linasema kwa kuwa bado kitambo kidogo tu, yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Mwenye haki wangu, soma. Wacha nirudie. Kwa kuwa bado kitambo kidogo tu, yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye kama atasita, sina furaha naye. Mungu anasema hatakuwa furaha naye. Anasema yeye ajaye atafanya nini? Hatakuja. Ni kwa muda kitambo kidogo sana. Tutamuona akishuka mawinguni, anakuja na anasema mwenye haki ataishi kwa namna gani? Kwa imani. Ataishi kwa imani. Wapendwa, yuko mlangoni, anakuja, yupo mlangoni, anapisha, anauliza ni nani yuko tayari kuisikiliza sauti yangu? Ni nani yuko tayari kuitii sauti yangu ili aishi? Mfalme yu mlangoni, ndiye aliye mara wote wampenda
yuaja mlangoni, anasimama, kuja kwake karibu. Usikawie, maana yuko mlangoni, anakuja. Amekaribia wapendwa, tumekaribia nyumbani kuliko vile tulivyoanza kuamini. Umilele umekaribia, karibuni, yeye ajaye atakuja. Anangojea sisi wote tuwe tayari kuitii, kuisikiliza sauti yake, ili mmoja wetu asije akapotea jinsi ambavyo tumeketi. Mungu angali anaita, Mungu angali anatupembeleza. Ni nani yuko tayari mchana wa leo kuisikia sauti na kusema, hakika nywele zangu naomba zianze kuota ili niwe tayari kuisikia sauti ya Mungu? Tusimame wote. Tusimame wote. Chorus, wimbo ni namba 105. Wimbo 105, nyimbo za Kristo. Wimbo 105, nyimbo za Kristo. Chorus ni nyimbo 105, nyimbo za Kristo. Mchungaji. Chorus, are we there? Tuanze chorus, tuongoze. Ukuita uje katika zizi lake, panapo salama, akina waume vijana. Yesu aliye kweli uwaita, uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu Bwana Yesu mchunga. Asante. Tunapojiandaa kuingia stanza ya pili, naomba kuweka wito huu kwamba iwapo yupo mmoja katika mkutano, kuanzia kona ile mpaka mwisho, kutoka chini mpaka kule juu, kama yuko mkutanoni ambaye bado hajasalimisha maisha yake kwa Kristo, anayeomba kwamba Mungu nisaidie mchana wa leo, nywele zangu zinapoota nitie nguvu, nipe ujasiri kuja na kuanza agano pamoja na wewe kwa njia ya ubatizo ndani ya maji mengi. Yupo hapa mkutanoni ambaye hajabatizwa na anahitaji Mungu afanye agano pamoja naye kwa ubatizo. Naomba utembee hapa mbele tunapoimba stanza ya pili. Kuja pasipo kuogopa, tembea hapa mbele. Stanza ya pili, chorus, twende. Maisha kwa ajili yetu. Tembea, kuja, sandi biti zangu. Tembea. Kama uko hapa na hujabatizwa na unajua hujabatizwa, na wale waliojitoa siku ya jana wengi tu, naomba msione aibu kwamba mkutano ni mkubwa. Tembea hapa mbele. Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji. Just come over here. Mungu anakuhitaji. Usione aibu. Wale vijana wenzangu tulijitoa jana. Come. Njoo, Bwana anakuita. Usikawie, tembea. Unajua hujabatizwa na unahitaji Mungu afanye agano pamoja na wewe. Usingojee, just come. Tembea hapa mbele. Hujabatizwa na unajua hujabatizwa, njoo. Anakuita, usikawie. Tembea hapa mbele. Baada ya wimbo tutaomba. Tembea hapa mbele.
atakuharibu, usiitwa na Bwesu mkombozi wako. Sikia nafasi bado ipo, njoo. Njoo, usiogope. Just come. Kama hujabatizwa njoo. Unahitaji Mungu afanye agano pamoja na wewe, njoo. Hivi kukungoja anadumu Bwana Yesu. Asante, asante. Kama yupo mmoja bado ana sita, fanya maamuzi. Ndio sababu Biblia ikasema bado muda kitambo kidogo tu, yeye achaye atakuja na wala hatakawia. Lakini mwenye haki wake akisita, moyo wa Bwana hautakuwa na amani na yeye. Usisitasite mpendwa, unajua hujabatizwa. Kijana mwenzangu, unajua hujabatizwa. Mama, unajua hujabatizwa. Baba, hujabatizwa ama ulibatizwa kisha ukarudi nyuma alivyorudi Samsoni, na unahitaji kufanya agano na Mungu. Tembea hapa mbele. Tembea hapa mbele. Tembea hapa mbele. Tembea kabla nimuite kiongozi wetu atuongoze kwa maombi. Tembea kama yupo. Wengine tutakapokuwa tumefumba macho, tutakapokuwa tunaomba, kama umeona haya kutembea tukiwa tunakuangalia, basi tutakapokuwa tunaomba utakuja, utatembea hapa mbele ili tuombe pamoja na wewe, ili Mungu akuandae kwa ajili ya ubatizo ambao utafanyika wakati wowote kuanzia sasa. Naomba kumuomba rais wetu wa eneo hili. Wimbo tulimaliza? Choristers, tuanze wimbo. Ukuita. Choristers, weka nguvu kwa wimbo. Panapo nafasi waume vijana, sikia kama yupo mmoja amebaki, usisite. Hautajua kama nafasi ndio hii tu umesikia. Labda nafasi ndio hii uko nayo. Tembea. Kuja. Usibaki. Muovu anakungojea ili akung'oe macho. Muovu anakungojea ili akate agano lako na Mungu. Njoo. Kiongozi anapojiandaa kutuombea, tembea. Kama unajua hujabatizwa, just come over here. Njoo. Usiogope. Usiogope. Tembea mbele. Tembea mbele. Wache kwake sasa, tumehadharishe kwake tu salama. Sikia wito wake mchungaji wetu, uita kwa moyo wa huruma. Anaita kwa moyo wa huruma. Uliyepotea, piga hatua kuja kwake. Anakungojea. Bwana Yesu mchunga. Asante. Kubali nimpishe rais wetu, atatuweka mikononi mwa Mungu. Anapotuombea sisi wote, hapo ulipo na wewe chiombee kwamba Mungu, ni kweli kwamba muovu ameninyoa.
Ni kweli Mungu umeniacha mikononi mwa yule mwovu, maana nilikaili sauti yako, maana nilikosa kukutii. Naomba uoteshe nywele zangu, ufanye agano pamoja nami, ili kuanzia sasa na kuendelea niitii sauti yako, niisikie sauti yako, ili niishi tena. Mungu na atubariki. Rais wetu, karibu. Tuombe vile tulivyo hivyo, wale tumekaa na waomba msimame. Mungu wetu, leo tumeshuhudia mbaraka wako wa kipekee. Umezungumza nasi kwa njia ya ufasaha zaidi. Umetumia mtumishi wako kutuletea ujumbe kutoka kiti chako cha enzi. Unatuambia vile muovu anapotunyoa vile tunaonekana. Lakini Mungu, tunakushukuru, hata kama tumenyolewa, wewe uko karibu pamoja nasi na unaendelea kutuita kwa sauti nyororo. Watu wako wamesimama mbele hapa wakisema ya kwamba wana uwezo wa kusimama, wakiwa miongoni wa wale ambao wamenyolewa. Mungu wa mbinguni, tunaomba uweze kuoteza nywele zao. Uwapatie nguvu mpya katika safari yao ya imani. Makambi ya mwaka huu yawe mbaraka wa kipekee katika maisha yao, kwa sababu tutaanza upya safari hii ya imani tukiwa na nguvu mpya, tukiwa na mtazamo mpya, tukielekea kwako, mahali tutaishi na wewe milele na milele. Baba wetu, huenda ikawa hatuna amani katika manyumba zetu, tulinyolewa na amani yako ikatoweka katika nyumba zetu. Leo tumesimama hapa tukisema, Mungu wa mbinguni, uweze kuoteza nywele ya amani katika nyumba zetu. Huenda ikawa Mungu tumepoteza, hata hatuna njia ya kuishi, hatuendi mbele wala nyuma. Baba wetu, leo tunakuomba utupatie mwelekeo wa maisha, ili tuweze kuona mahali tunaenda. Kanisa letu la Nyamwario sikiwa pamoja na Happiness, Mungu wa mbinguni, tunaomba uanze pamoja nazi na utukufu wako utuongoze. Wana na binti wako waliposikia sauti, walisema ya kwamba lazima wakuje mbele. Hawakuona aibu kwa umati huu mkubwa, lakini Mungu walisema wewe uinuliwe, wao wasidi kwenda chini. Na wamekuja mbele wakichukua hatua ya imani. Baba, tunawaleta kwako kwa njia ya kipekee. Uwabariki kwa njia ya kipekee. Uanzie yule kijana mkubwa, uende yule kijana mdogo, uanzie yule mama, yule mzee ambaye amechukua hatua ya imani kukucha mbele. Wabariki katika maisha yao, na wao waandae kwa njia ya kipekee kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Yale ambaye ni mambo yanawasumbua katika maisha haya, leo Mungu useme wameanza maisha mapya na waweze kuyapigia kwa heri. Baba, wabariki kweli kweli kwa njia zote. Na katika safari hii wameanza, uwatangulie wakati wote. Wanapoingia katika manyumba yao na kutoka, uwaonekanie. Hata watoto wadogo pia wamechukua hatua ya imani, uwalinde na uwatunze katika imani yao. Wanapokuwa wakue wakikutambua wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo uliyetuma. Tubariki mnyenaji wa siku ya leo, na utakapopenda kumtumia tena, Mungu wa mbinguni, umupatie nguvu, umupatie hekima na maarifa, ili aweze kukutumia kulingana na mapenzi yako. Ili ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. May God bless you. Get the point. Take a step forward.